Igunga. Kila mkulima ukienda, kabla ya kupeleka pamba yako, nenda kajipime wewe mwenyewe kwenye mzani wa kina mama wajawazito. Unaning'inia pale, unajua na kilo 70. Alafu ukienda kwenye mzani ule ambao umeletwa hapa, unaning'inia tena kwenye ule mzani kabla ya kupima pamba yangu. Kule hospitali wameniambia na kilo 70. Sasa huu wa hapa wa ushirika, ninataka nijue na kilo ngapi. Wanaambia na kilo 65. Najua tayari nimeibiwa. Sukuma ndani. Watu wakashangaa, sasa lakini mheshimiwa, hii mizani mingine ni ile imekaa namna, nikasema tutaning'inia hapo hivyo. Matokeo wakawa wakulima hawaibiwa hapo. Mkuu sio mchapo, mimi hapa wakuu sitoi mchapo hapa. Tulipoona hiyo zidi. Kwa hiyo tukifika na kwenda na furushi langu nimebeba. Na kwenda mpaka kwenye ushirika pale. Bwana, kabla ya kumimba pamba yangu, naomba mnipime mimi mwenyewe. Mimi najua kule nimeshamba kwamba nina kilo 70, ule mzani wa kina mama wajawazito. Sasa nataka sasa mnipime tena hapa, nijue nina kilo ngapi. Lakini umeleta pamba. Nataka mnipime kwanza. Anapima. Anakuta kilo 70, anakuta na kilo 65. Sasa mimi siuzi. Inaanza zogo basi inabidi mwenyekiti wa kijiji aje, ana diwani aje, na wale wengine wenye mamlaka na madaraka si aibu wanakuja pale. Tukaondoa hiyo. Sasa tunafanyaje? Kusema hao watu walioko hapa tuning'inie kwenye mizani itakuwa ni kazi ngumu. Jitihada za kwanza amezisema DG hapa. Lakini za mwanzo kabisa hapa ni kutafuta mawe ambayo ni maalum. Linawekwa jiwe hapa. Lina kilo 20. Tunataka tuzione kilo 20 pale. Akimaliza ndio anapima pale. Sasa hili jiwe tuliambiwa pale na balozi, kwamba jiwe hili hapa lina kilo 20. Mbona linaonekana hili lina kilo 16? Hizo nne zimekwenda wapi? Tukishirikiana vizuri, tunao serikali nzuri, serikali ambayo inajali. Tukisimama vizuri, wakuu wa wilaya na wakuu wa mikoa, tukasimama katika nafasi zetu, tukafuatilia kwa karibu, huu mchezo utakwisha hapa. Inatosha, hawawezi kuibiwa wakulima hapa. Sasa leo tunatoka na azimio, tutasikia bei ya pamba itatangazwa hapa. Sasa wewe ambao unajifanya kichwa ngumu, endelea na huo mchezo. Mimi wakuu, nilikuwa mkuu wa mkoa hapa, na heshima kubwa sana kwa serikali. Nitakachofanya na ambacho ninakifanya mimi ni kuchongea bila kubambikiza. Macha, mimi nitakuletea majina ya watu wote wanaokorosha mizani hapo. Wanasema Mungu muongoze, ili aseme uongo vizuri. Akiniambia kwa okay sawa nani mpaka ingie kingine mbaya kala. Nende kwa mkuu mtu wako huyo. Nitakuletea orodha yote. Ndio nitaleteni majina ya watu wote ambao wanafanya huo mchezo, wawe ni kwenye AMCOS, wawe ni private, wawe ni wanunuzi, whoever ameingia pale anafanya mchezo huu. Na wananchi katika hili tunaomba mtupe ushirikiano. Bodi ya pamba tunasimama hapa. Tuangalieni macho yetu, tuangalieni midomo yetu. Hawawezi kwa wananchi hapa wanaonewa hapa, wanaibiwa, sisi tumekaa hapa na majina makubwa. No way. Hebu semeni no way. That one. Leo. Wewe kama unafikiri kwamba wewe ile nyumba yangu mimi safari inakwenda kuipiga bati kupitia msimu huu, sahau. Wala tutani. Baada ya maneno haya mheshimiwa, mimi nipende kurudia tena, tusaidie kumfikishia salamu zetu mheshimiwa mkuu wa mkoa huu, Mheshimiwa Paulo Chacha. Mwambieni tunamshukuru sana, mmetuwekea mazingira mwezeshi. Tumeona maandalizi mazuri yaliyofanyika hapa. Mungu awabariki. Mheshimiwa Macha, najua utatoa maelekezo ya serikali hapa. Mungu awabariki sana wakuu wa wilaya mliowakilisha, wakuu wa mikoa na wenyewe mliokuja hapa. Asanteni. Endelea. Hii kazi iliyofanywa na vikundi hapa ni kazi ambayo wakati tunaanza sisi hapa watu walikuwa hawajisikii vizuri. Tukalima pamba hapa ya kufa mtu. Tulikuwa tunaamka hapa mkuu wa wilaya hapa alikuwa anaitwa John Mwaipopo. Nilikuwa natoka mimi hapa Tabora kuja hapa ni saa 3 kutoka Tabora mpaka hapa Igunga. Na wananchi wanajua. Tunaamka kule saa 10 usiku, saa 12, saa 1 tuko hapa. Tukalima pamba hapa ya kufa mtu. Wananchi wakatuelewa. Tukazungumza hapa tukaelewana. Wakati ule waziri wetu wa kilimo
Mheshimiwa Dr. Charles Tizeba akasema umewafanyaje hao? Akasema tumeelewana tu hapo. Pamba ikalimwa hapa, imenyoko, utafikiri imepigwa pasi. Walikuwa na kitu hapa kinaitwa magwa, wako wanazalisha magwa hapa. Pamba yenyewe inaitwa Buruba. Tukaandaa marufuku mtu kulima magwa hapa. Watu wakatunisha hivi na nini, hata na sisi tukatunishia. Wakafika mahali tukaelewana. Hebu semeni tukaelewana. Mkuu, mimi natoa ushuhuda hapa na wakuu mlioko hapa, mliokuja wote kutoka Geita, wote mliofika hapa kutoka kule Shinyanga. Hawa wananchi walioko mbele yetu sisi hapa tunawaheshimu sana sana sana. Wazo la kuwa na kiwanda hapa cha kuzalisha mbegu hapa kilitokana na maelewano yetu sisi na wananchi. Na serikali ilipokuja hapa, alikuja hapa wakati wa wekezaji, tulikuwa hapa na kongamano limefanyika. Alikuja Mheshimiwa Kassim Majaliwa, wakati ule waziri wetu mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tukamwambia, baba, tunawaombeni kiwanda cha kuzalisha mbegu kisiondoke Igunga. Na leo nasema mbele yako mgeni rasmi, nawaomba sana, mkisikia mtu anapita kuondoa kiwanda hapa Igunga, mkatalie na mtufikishie salamu hizo. Tunashukuru, walituambia tutafuta hapa ekari 50 zimepatikana, na leo mmemsikia hapa DG anazungumza habari ya kuleta kiwanda hapa cha kuzalisha mbegu. Ndani yake hapa kuna watu hapa ambao wanaitwa wanunuzi wa pamba. Naomba wanunuzi wa pamba, ndio mwakilishi wenu wamekuja hapa, lakini wakina Ogora wako hapa na wale watu wote tu, simameni pale mdibu. Hao waliokuja, asante sana. Na wao na wengine wako upande ule kule. Wote tu katika ujumla wenu, wala tusichukue majina mengi tukataja hapa na nini. Wamfanya kazi nzuri. Ushirikiano kati ya serikali kwa maana ya dola pamoja na wanunuzi binafsi, tukafikia hatua hiyo. Na sasa leo tunapozungumza hapa, mnisikize vizuri ndugu wananchi, mnakuja mnafuatwa hapa na serikali, kwa sababu serikali inaheshimu kwamba nyinyi bado mmeendelea kuwa wazalishaji wazuri wa mbegu ya pamba katika Tanzania. Ili ninalosemwa hapa, Mheshimiwa mkuu wa mkoa na Mheshimiwa mkuu wa mkoa Simiyu, la kusema hivi, basi hawa ambao tunazalisha mbegu utupe bei yetu sisi wenyewe. Unisikilize vizuri mwananchi. Ukisharuhusu hicho, pamba iliyoko Katavi italetwa hapa. Mjomba, umesikia bei ni nzuri sana huko kwenu Igunga. Kwa hiyo mchukue hii mseme nimezalisha hapo. Anatoka mtu aliyeko Busega anasema pelekeni hapo. Na wameato pelekeni hapo. Na pamba inalimwa mpaka kule Rufiji, pelekeni Igunga kwa sababu kuna bei maalum. Na pamba unaweza kuisafirisha kwa kutumia nini? Kwa kutumia mabasi. Ukishaileta hapa, ikaingia kwa namna hiyo hapa, hii sifa tunazungumza hapa imekufa. Tukasema sasa tunawasaidiaje? Tukasema hivi, ukisema leo wakulima wa pamba wachangie mbegu, tunasema sawa, lakini kuondoa Igunga kwa sababu yeye ni mzalishaji wa mbegu. Ukisema matabi zinaletwa hapa, unasema sasa matabi hizi zitakuwa zinachangiwa na wananchi, tunasema sawa, lakini kuondoa Igunga. Ukiuliza kwa nini? Mzalishaji wa mbegu. Kwa hiyo unaweka mazingira namna hiyo, unamsaidia katika uzalishaji huyu mkulima na kumlinda hapa vizuri, apate pembejeo, kitu ambacho kimezungumzwa hapa. Nisikilize vizuri watu wa Mungu. Mkulima mdogo lazima umshike mkono kama unavyomshika mtoto mdogo mkono akatishe barabara asigongwe na magari. Mkulima mdogo bila msuli wa serikali hafiki. Ndicho kilio kinachosemwa hapa. Na ndio maana unaona wananchi wakisikia tu habari yoyote inayohusu serikali inavyoingilia kati kusaidia mambo haya, wanapigia makofi. Mkulima mdogo hivi bila kumsaidia na kuingiza hapa BBT na kusema matrekta yaletwe hapa, akasema mimi nibaki tu hapa, nimebeba hapa bomba mgongoni, huyo mkulima atakufa hapa tunamwangalia.
lazima tumwangalie. Ni kwa nini wanapiga kelele? Ni kwa sababu mkulima mdogo mdogo huyu halipi mshahara mwisho wa mwezi, ukiisha analipwa mshahara. Mfanyakazi analipwa mwisho wa mwezi. Mkulima mdogo mdogo hapa mkuu analipwa atakapokuwa amezalisha pamba yake, inapovunwa ndio analipwa. Vinginevyo hapo katikati hakuna. Na ndio maana serikali kaagiza sasa hivi tutapitia kwenye ushirika, na ushirika umezungumzwa hapa. Sasa mtawasikia viongozi watakaposimama hapa. Uwekezaji wa kimkakati unafanya mambo makubwa manne. La kwanza, unakuwa na limbikizo la mtaji. La pili, unakuwa na science na teknolojia ya kisasa. La tatu, unakuwa na ajira kwa ajili ya vijana wako. Na nne, unaongeza mapato ya serikali. Ndio maana uwekezaji. Unataka nini? Unataka watu wako wale chakula kizuri, unataka watu wako wavae vizuri, unataka watu wako wafike mahali wasomeshe watoto waende mpaka chuo kikuu, vitabu viseme shikamoo. Ukiuliza hapa wamepataje huo uwezo? Mwalimu alikuwa anatuambia, hii nyumba mlijenga lini? Wakati wa pamba. Huu msikiti mlijenga lini? Wakati wa pamba. Huyu mke wako ulimoa lini? Nilimoa wakati wa pamba. Huyu mume wako alikuoa lini? Alinioa wakati wa pamba. Kwa hiyo pamba ikizungumzwa hapa, unazungumzia politics na economics za mkoa, za wilaya, katika swala la maendeleo ya wananchi. Kwa hiyo kuna wakati pamba ilikuwa inaongoza nchini hapa, pamba ikawa ndio kimbilio, pamba ndio uhai. Na leo unaposikia maneno haya anasema hapa mgeni rasmi, maanake wanakumbuka kule nyuma wakati wa pamba. Hao mambo nilinunua lini? Wakati wa pamba. Hao watoto wako uliwasomesha lini? Niliwasomesha wakati wa pamba. Hicho ndicho wanachokikumbuka hao. Wanakumbuka kwamba wakati wa pamba ulikuwa wanafanya mambo makubwa makubwa. Serikali inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan inarejesha sasa utaratibu huo. Inajaribu kuona namna ambapo tukienda kule mbele, hii pikipiki umenunua lini? Nimenunua wakati huu wa pamba. Ndicho kinachotafuta hapa. Kwa hiyo wananchi nawaomba sana, sisi serikali iko hapa, serikali ina wakilishi wote wako hapa. Mheshimiwa Macha mtusaidie, Mheshimiwa Mtondoo mtusaidie, wakuu wa wilaya mlioko hapa na wakuu wa mkoa mlioko hapa, tusaidieni kurudisha ndoto ya wananchi wakulima wa pamba, waseme kila kitu. Hii sadaka mlitoa lini? Wakati wa pamba. Huu msikiti mlijenga lini? Wakati wa pamba. Hili kanisa mlijenga lini? Wakati wa pamba. Watoto hao mliwabatiza lini? Wakati wa pamba. Ndicho kinachozungumzwa hapa. Na waomba sana hapa, mizani yote iliyoletwa hapa, mizani yote, wala tusimuonee Simiyu wala tusimuonee Shinyanga, mizani mipya yote ilikuja hapa, yote ilikorofishwa yote. Swali, cotton inspectors walikuwa wapi? Swali, serikali pale kijijini ilikuwa wapi? Swali, sisi wote tunaohusika ambao ni wadau muhimu, balozi wa pamba ulikuwa wapi? Mpaka inafika mahali zimekorofishwa hapa mkuu. Wote zote zilizoletwa hapa, jamani. Hatuwezi kumwacha mkulima amekaa hapa, mashine zimeletwa hapa, zimewekwa kila kitu mle ndani, zinakorofishwa na nini. Sisi tunasema inatosha. Mimi wakati fulani nilisema kwamba bwana, mkitaka tuondokane na tatizo hili, kama hamna mzani, tunaanza cha kwanza. Wakina mama mlioko hapa mnisikize vizuri.